Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika kipindi chetu cha Pambazuko, anza siku na Mungu. Nikukaribishe wewe msikilizaji, mtazamaji wetu. Siku hii, siku yetu ya Ijumaa saa 11 alfajiri, ambapo tunakwenda kumalizia somo letu lile la kufunguliwa ambapo tumekuwa tukijifunza ndani ya wiki nzima. Katika siku hii ya leo, Mungu ametupa maono au mafunuo ya kufundisha ya kwamba kufunguliwa huku, tunapokufunguliwa, wanafunguliwa kwanza watu waliompokea Mungu, watu waliokuwa tayari kumwelewa Mungu, watu ambao wamebatizwa, watu ambao ni wa Mungu. Lakini Mungu ni wa wote. Mungu yuko tayari kufungua watu wenye imani, watu ambao wanaamka asubuhi na mapema wakiutafuta uso wa Mungu. Inawezekana katika hali ulionayo siku ya leo bado hujafikia kuwa na hali ya wokovu, lakini unafikiria kwamba Mungu labda ipo namna anaweza kafungua maisha yako. Basi siku ya leo tutatafakari kwa habari ya mwanamke mmoja Mkananayo ambaye hakuwa Myahudi, lakini mwanamke yule Mungu kwa nafasi yake na yeye kupitia Bwana wake mpendwa Yesu Kristo alipata kumpelekea uponyaji au kufunguliwa ndani ya familia yake. Tunafahamu ya kwamba Mungu yuko tayari kukuhudumia. Ndio maana muda huu na asubuhi hii umeamka mapema ili upate kusikiliza kipindi hiki. Basi tunapoanza, naomba tupate kufungua kwa maombi. Bwana Yesu, tunakukaribisha katika asubuhi hii ya Ijumaa, upate kutuhudumia, upate kutufundisha na kutuhudumia katika hali tulizo nazo. Inawezekana Mungu bado tunakutafuta, bado hatujapata wokovu, lakini hapo tulipo Mungu utuguse. Na inawezekana wengine tuna wokovu wa muda mrefu, lakini Mungu leo nataka utufundishe jambo jipya, ili tukapokutana na watu wa mataifa tupate kuwapelekea habari zako za neema, ili maisha yao yafunguliwe. Basi Mungu ukapate kutufundisha kwa mfano wa mwana wako Yesu Kristo, ili matendo yetu na njia zetu na kuenenda kwetu kufanana naye. Tunaomba hayo kwa jina lake Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Neno letu la leo linatoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 21 hata mstari wa 28. Maneno yanasema, ndipo Yesu akaondoka huko akaenda pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akamjibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie kwa habari ya lile eneo ambalo Yesu alikuwapo. Eneo lile linaitwa Tiro na Sidoni. Utaposoma kwenye Biblia kwa habari ya Tiro na Sidoni, ni mji ambao ulikuwa umeendelea sana. Ni mji ambao kulikuwa na imani nyingi. Ni mji ambao kulikuwa na wataalamu wengi wa afya. Ni mji ambao ulikuwa na biashara kando ya bahari. Miji ile ilikuwa ina utajiri sana, lakini utajiri wa vitu na mali, lakini na miungu mingi ilikuwa ikiabudiwa pale, kwa sababu watu kutoka kila mahali walifika maeneo yale. Haikuwa kule Uyahudi ambapo wengi walikuwa ni Wayahudi wakiamini dini ya Mungu wa kweli. Kwa hiyo miungu mingi ya uongo ilikuwepo na miujiza mingi ilifanyika Tiro na Sidoni. Na Yesu hapa tunaambiwa kwamba
anakwenda pande zile za Tiro na Sidoni, anakutana na mwanamke Mkananayo. Bila shaka Yesu akimtazama mwanamke yule, anamuona kwamba ana miungu yake. Inawezekana miungu mingine imewekwa mezani kwake nyumbani anapolala, miungu mingine imewekwa chini ya kitanda anacholalia mtoto wake. Hata yule mtoto ambaye amepagawa na pepo, huenda alikwisha kumpeleka kwa miungu mingine. Na akitazama, anaona sasa huyu mtu ananipigia makelele nyuma yangu, na watu wanaomzunguka Yesu. Unajua hata unapokuwa kiongozi, watu wanaomzunguka Yesu wanajua kama ndio kiongozi wao, au unasema kama wapambe wake, wanafunzi wake, wanaambia bwana, hebu achana naye, huyu anatupigia kelele nyuma yetu. Na Yesu akitazama, anaona huyu si mtu ambaye nimetumwa kwenda kumfungulia. Anawaambia hivi, nimetumwa kwa ajili ya kondoo wa Israeli. Sasa tazama, mwanamke huyu Mkananayo alikuwa amepaza sauti sana, akiwa anaamini kwamba nimekwisha kujaribu mara nyingi kila mahali, kwa waganga, kwa madaktari bingwa, na nimeshafanya kila namna, lakini binti yangu amepagawa na pepo. Inafanana sana na matatizo yanayowasumbua watu wengi wanaotuzunguka. Na sisi wakati mwingine tuna nafasi ya kugusa maisha yao, lakini ukitazama wale watu hawamwamini Mungu, unaogopa kupeleka damu ya Yesu mahali pale waende kufunguliwa. Yule mama akaendelea kupiga kelele nyuma yake ya kwamba Bwana mkubwa nisaidie, huku akimsujudia, akiamini kwamba nimeshafanya njia nyingi ambazo zimeshindikana. Lakini huyu Yesu tayari nimekwisha kusikia habari zake, ya kwamba mahali pengine aliponya mtu kwenye chemchemi ya maji, ya kwamba mahali pengine aliponya mtu ambaye alikuwa na ulemavu kwa miaka 38. Yesu huyu nimesikia habari zake, siwezi kuruhusu akapita pasipo kumwambia nisaidie. Alafu jambo la pili, tunafahamu kwamba alishai kwenda mahali akakuta mtu ambaye ameshindikana, amekatiwa tamaa, akamponya. Na ndio maana yule mama akasema kimbilio langu ndio hili. Inawezekana bado sijampokea huyu Yesu, wala sijakuwa converted, sijabadilishwa, lakini mtu huyu anaweza kufanya jambo katika maisha yangu. Yesu anaweza kubadilisha maisha ya mtaani kwako. Yesu anaweza kubadilisha maisha ya mahali hapo kwa kazi ulipo. Kama unaona liko tatizo, mkabidhi Yesu. Usiseme bwana, hapa nimezungukwa na Waislamu watupu, siwezi kuweka habari za Yesu, siwezi kuombea panapokuwa na wagonjwa. Kama yupo mgonjwa, hiyo ni fursa ya kumfungua kwa jina la Yesu, kwa sababu Yesu mwenyewe alikwenda mahali palipochangamka, hakuogopa. Alipoona imani ya watu wale, alitenda. Basi Yesu akamwambia, siwezi kupatia mbwa chakula cha watoto. Ila yule mama kwa imani, nasoma neno anasema, hata mbwa huwa anakula chakula ambacho kimedondoka katika meza ya bwana wake. Ngoja nikwambie kwa habari ya chakula ambacho kimedondoka kutoka katika meza ya bwana wake. Kama kilitiwa chumvi ya uponyaji, chumvi ile iliyopo kwenye chakula iliyopo kwenye bakuli ndio chumvi ile iliyopo kwenye chakula kiliyoko chini. Kama iliwekwa mafuta ya kula au mafuta ya nazi yale yaliyokuwepo kwenye chakula cha kwenye bakuli ndio yale yaliyopo kwenye chakula kilichodondoka chini. Kwa hiyo usiogope kupeleka uzima kwa watu wengine, kwa sababu tu ni kama kutupa chakula chini mbwa wa kilambe. Ile uzima ni kwa ajili ya watu wote. Yesu amekuja kwa ajili ya watu wote. Ndio maana tunazungumza kwa habari ya kufunguliwa. Tufunguliwe sisi, lakini tufungue na watu wengine. Yesu alipoona imani ya yule mama, akajua huyu mama yuko tayari kulamba makombo yanayodondoka kutoka katika hii meza. Akakubali Yesu pale, akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kama utakavyo. Akapona binti yake saa ile. Hakukuwa na haja tena ya Yesu kusema, haya ngoja nikafuate nyuma yako, niende nikaponye binti yako nyumbani. Tunayo nafasi katika shughuli zetu. Tunapomaliza wiki hii Ijumaa, tunakutana na watu wengi siku ya leo tunapoenda kufanya shughuli zetu. Tunapojiandaa na Jumapili kushiriki ibada na Wakristo wenzetu. Tunayo nafasi tunapopigiwa kelele na watu wa dunia ambao wanahitaji msaada wa Kristo, basi wauone msaada wa Kristo katika maisha yetu. Kwa sababu sisi tayari tulikuwa tayari kufunguliwa, basi sisi pia twende tukafungue wengine.
Ninapomalizia mahubiri yangu wakati huu siku ya leo, mafundisho haya mafupi, ninakuomba ujiweke tayari moyo wako kwamba Mungu unitumie mimi kama chombo cha sifa, unitumie mimi kama chombo cha kugusa dunia, ili wale waliokata tamaa wapone, ili wale ambao imani zao zimerudi nyuma zisonge mbele, ili wale ambao hawakujui wakujue wewe na matendo yako makuu. Natamani Mungu akupe nafasi ya kuhudumia watu wa mataifa kama ambavyo yeye mwenyewe alimhudumia mwanamke Mkanaani, mwanamke ambaye yeye ni wa nchi ya Kanaani na sio Myahudi wala sio Mwisraeli wala sio nyumba ya Daudi wala sio nyumba ya Israeli. Alikwenda akapeleka uponyaji katika nyumba ile muda ule ule. Basi na tujiweke tayari kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii, ili tuendelee na shughuli zetu zingine. Naomba tuombe. Bwana Yesu, wewe ulisikia sauti ya kilio cha mwanamke Mkanaani, na uliposikia sauti yake ukamwambia kwamba mimi ninacho chakula, lakini kwa ajili ya watoto wa nyumba ya Israeli. Inawezaje chakula hichi kuwapa mbwa? Naye kwa imani kubwa akasema hata mbwa hula makombo yanayodondoka katika meza ya bwana wake. Kwa sababu Yesu wewe ni Bwana wetu na ni Bwana wa yote. Kwa sababu Yesu wewe ni mponyaji na uko tayari kuiponya dunia. Katika majira haya ambapo huku na huko kuna shida, katika majira haya ambayo watu wamekata tamaa, katika majira haya ambayo dunia inaugua, na katika majira haya ambayo dunia ina vita kila mahali, watu wanashikwa na mapepo, watu wanashikwa na shida za maisha na hawana pa kukimbilia. Iko miungu ya bibi zao na babu zao imewafunga. Bwana, tunapokwenda kwenye dunia utukumbushe sisi kuwagusa na wao, kufungua maisha yao na wao, kufungua maisha yao na wao, kuwabariki na wao, kuombea na wao, tuwapa neema wa kujua wewe ili wasije kupotea. Bwana Yesu, ninaamini ya kuwa katika maombi haya ya asubuhi utatuandaa kwenda kufanya kazi zetu za kila siku, kwenda kufanya kazi zetu za kiuchumi, lakini kule tunaposimama sisi ni mawakili wa kazi yako. Sisi ni mawakala wa utukufu wako. Sisi ni mawakala wa huduma yako kwa ajili ya dunia nzima ipate uponyaji, ipokee upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaamini kila mmoja anapokea neema mpya asubuhi hii ili akaiponye dunia. Ninaomba na kuamini ya kuwa Yesu unakwenda nasi. Amen. Basi nikushukuru kwa kuwa nasi siku ya leo Ijumaa alfajiri na mapema. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Ubungo Anglican Church. Mwalike na mwingine ili aweze kufuatilia vipindi vya sala, maombi na vipindi vya mafundisho kama hivi vya Pambazuko. Mungu ambaye ametupa nafasi ya kutafakari neno pamoja, atupe nafasi ya kutafakari na watu wengine na kuigusa dunia, utukufu wake ukapate kuonekana kwa ajili ya ulimwengu wote. Ninaomba hayo Mungu akapate kuyafanya katika maisha yetu. Amen.